Kwa hiyo himo hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule. Shingapi? 20,000. Dasindi samani, nilikuwa na mazungumzo na wewe. Kaa. Dasindi samani, nimekutafuta muda mrefu sana. Kama unavyojua mdogo wako, maisha yangu yalivyokuwa magumu. Hapa kazini penyewe kipato ni kidogo sana, hakitoshi. Na wewe Dasindi nakujua vizuri sana. Tumekaa mtaa mmoja kipindi unauza uji. Mara ghafla mwenzangu umetajirika, yani sielewi. Nilikuwa nahitaji msaada wako. Ikiwezekana dadangu, nishike mkono na mimi mdogo wako, nifike hapo ulipofika na wewe. Labda nikushauri kitu mdogo wangu. Umeona hiyo kazi yako ambayo unaiona umeichoka, ifanye kwa bidii. Punguza matumizi ambayo hayana faida. Usisahau kuweka akiba. Umenielewa? Itakufikisha mbali sana. Maana mimi ambaye unatamani haya maisha yangu, kuna muda nikikuangalia na kuonea wivu. Kwa hiyo pambana sana mdogo wangu. Dasindi, usiwe na roho mbaya. Unaonekana kabisa una maisha mazuri. Kizuri gawana na wenzio Dasindi. Kama ninavyokuambia, maisha yangu ni magumu. Hata kula yangu yenyewe sielewi Dasindi. Familia yangu inanitegemea. Watoto wangu wote wananiangalia. Hichi kipato ninachokipata hapa Dasindi hakinitoshi. Mimi niko tayari kufanya kazi yoyote ile, hata kujiuza, ili familia yangu niweze kuiendesha Dasindi. Kwa hiyo Dasindi, nakuomba uko ulipo wewe na mimi nivute mdogo wako nikajinusuru na haya maisha Dasindi. Nitaje namba 07 83 60 24 09. Iko kiasi kidogo ambacho nimekuwekea. Nenda kafungue biashara yoyote ile ambayo itakuingizia faida. Sawa? Alafu achana kabisa na maisha ya watu. Yeah, hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo. Kurudio munachelewa, nyamuwezi elewa. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka. Hii hapa hela itakuwa ni kwa ajili ya chakula. Alafu hii itakuwa ni kwa ajili ya maji. Hii kwa ajili ya deni, naenda kulipa deni kwa mama Ashura. Hii hapa umeme. Na hii itabaki kama akiba. Pamoja na hizi hapa. Kwa bajeti yetu itaenda hivyo.
Irene, hivi unajisikia unavyoongea? Najisikia ninavyoongea nini? Si napanga bajeti hapa. Naona umeanza kujisahaulisha. Wewe umeshasahau kabisa kwamba mimi ndo kichwa cha familia humu ndani. Sasa wewe unaanza kujipa majukumu yangu uyafanye wewe. Mimi kazi yangu itakuwepo nini? Naona umeshasahau kabisa kama mwanzoni huko tulikuwa tunaishi vipi na sasa hivi tunatakiwa tuishi vipi. Wewe, kaa kwenye nafasi yako. Wewe mwanamke, sawa? Unatakiwa unisikilize mimi nini ninachokitaka. Yaani sio mimi nikusikilize wewe nini unataka. Na alafu, huu utaratibu wa wapi? Yaani mimi mwanamume mzima nikae hapa, wewe unanipangia. Mara nyingi tunakuona hata tunavyofanya biashara kule. Unakusanya vila vyako, unavitia kwenye kopo lako, unarudi navyo huko nyumbani. Mimi sana kwa nafanya kazi gani? Mimi kusema kweli hili mimi hata sielewi kabisa linavyoenda. Mimi usinichekeshe bwana. Yaani zamani wewe ndo ulikuwa kichwa cha familia. Si ndio? Na mimi nilikuwa nani? Nilikuwa mkia. Lakini saizi maisha yamebadilika. Mimi saizi ni kichwa cha familia, wewe utakuwa ni mkia. Kwa hiyo bajeti zote za humu ndani zitakazokuwa zinafanyika ni mimi ndo nitakayekuwa nazipanga. Wewe si ulishindwa? Enzi hizo tunakaa huko kwenye mjengo wetu mzuri, umeshindwa kuendesha familia. Sasa acha nikusaidie, nikuonyeshe wanawake tunaweza. Upo baba? Kwa sababu umeambiwa wanaume tunashindwa, si ndio? Wewe hata kwenye daladala wanapopanda wanafunzi wanaangalia siti ziko wazi, lakini pia anapokuja mtu mzima wanainuka. Sasa we kama nani mpaka unipangie mimi cha kufanya? Sikiliza, yani kwa sababu hela labda akatoa mama Irene ndio maana unataka unifanyie mimi binafsi. Je, angekuwa katoa mama Mdeme, unafikiri mimi ningeweza kuongea maneno kama hayo mbele yako? Tena usinikasirishe Mdeme. Yaani tena usinikasirishe kabisa. Yaani mimi leo nije nikuamini wewe kukupatia pesa yangu. Mimi Irene. Pesa ambayo mama yangu amehangaika kunipa mtaji. Nije nitoe nikupe wewe ndio upange bajeti za humu ndani. Yaani tena usinitibue. Usinitibue Mdeme. Hii hela yangu utaiona kama kituo cha polisi. Hizo nyingine za lao tu. Vitu vingine vinatakiwa viende kama vilivyopangwa. Hamna siku utakao uiguse hii hela. Ngoja nikuonyeshe. Wewe si unajifanya unacheza namba 8? Mimi sasa nitacheza namba 9. Yaani nitafunga kabisa. Unaionaje? Umekaa tuondoke? Siendi. Kwa nini? Wewe si umesema unajisimamia mwenyewe? Na si wanawake mnaweza. Sasa ndo anza kujisimamia mwenyewe kwenye mambo yako. Sio kila safari lazima tuende wote pamoja. Mdeme, unajua unazingua. Tumekubaliana wote kwamba safari yetu ni moja. Saizi unaniambia kwamba huendi. Yaani kukosana kidogo tu hapo tayari umeahirisha safari. Umenisusia. Bwana, mimi nauma bwana. Niache. Najisikia vibaya bwana, nalala. Basi pole. Irene, sasa hilo kopo la mafanikio unaenda nalo wapi? Naenda nalo wapi? Si la biashara. Naenda nalo kwenye biashara. Yaani wanawake wengine bwana. Yaani kwa sababu kila kitu cha kwako basi ndio unataka utunyanyase, yani kwa sababu unasimamia wewe. Basi baridi jiite mama mjengo. Nigee bwana shati langu mimi nivae tuondoke. Mdeme. Mimi nakujua vizuri sana jamani. Yaani ni kama mimi ndo nimekuumba. Yaani wewe akili yangu mimi huwezi kuisumbua. Hicho unachokifanya wewe, yaani hilo unalolifikiria, mimi nimelifikiria kabla yako. Kwa hiyo pole. Eti unasusa. Ukisusa mwenzio unakula. Baba mwenye nyumba.
Hivi ulipo hapo una hata 100? Midfield kisha. Shule inayofunza mema na mabaya dunia, wajuaji na wapumbavu wamo dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine, wasindikizaji, wapambanaji wamo dunia. Ino dunia. Kwa mamako umemwacha wapi? Nimwacha mama hospitali. Waliniambia nikatoa haja ndogo kwa sababu ya vipimo. Ila nikaona tu ni bora nitoroke. Kwa sababu najua endapo tu angenipima, angenikuta na ujauzito. Asa Debora, wewe umetoka huko, umekuja hapa. Haya mfano wamekuja, wametukuta. Hujaniletea mimi matatizo. Sasa nani atamwambia kwamba mimi nipo hapa? Sijawahi kumwambia mtu yoyote kwamba mimi natoka na wewe. Kwa hiyo sidhani kama anaweza kujua kwamba mimi niko hapa. Sikia. Mfano unavyoondoka njiani wanakufuatilia. Wamefika mpaka hapa na wametukuta vipi? Bwana, hawezi kunifuatilia. Alafu kwanza mimi nilikuwa nakimbia. Kwa hiyo sitegemei kama wanaweza kunifuatilia. Alafu emba chana nao bwana, tuendelee na mambo yetu. Debora ananichanganya kweli. Una mpango gani sasa na hiyo issue? Sasa unaniuliza tena mimi hilo swali. Nikuulize wewe mwanaume, una mpango gani na mimi? Sikia. Tuitoe hiyo. Wewe. Mimi naogopa. Kwanza niliambiwa ukitoa mimba ukiwa na umri mdogo kama hivi, unakufa. Kwa hiyo mimi sipo tayari. Debora. Haya ni maisha unajua. Wewe unasoma. Sasa ukikaa na huo ujauzito, madhara kwangu mimi. Nitaenda kufungwa. Hebu tuitoe, ukishaitoa soma, maliza. Ukishamaliza, mbona tunaendelea tena na mambo yetu? Yaani hiyo sio sahihi kwangu, yani sikufichi. Na hata kuhusu kufa. Huko ni kudanganyana, ni uongo. Watu kibao wametoa ujauzito na wanaishi kama kawaida. Kwa hiyo hata ukitoa sio kama utakufa. Hii ni salama yetu mimi na wewe. Sio unaelewa? Kwa hiyo toa kila kitu kiwe fresh. Mbona maisha mengine yanaendelea tu? Yeye ndio nishakwambia. Mimba stoi na labda tu nikwambie mpango wangu. Yaani hapa nataka nimwambie mama kwamba sitaki tena shule, nataka kuolewa na wewe. Hivyo Debora, akili gani wewe? Mbona unachanganya mimi mwenye shida? Maisha yangu yenyewe shida. Na wewe unakuletea shida. Una nini wewe Debora? Au unataka mimi nifungwe nioze jela? Unataka mimi nife nipotee? Debora, sio usitaka kumchanganya. Ukitaka tuelewane, toa mimba, rudi shule. Hapo kila kitu mimi na wewe ndio kitaenda sawa. Si unaelewa? Yeye ndio nishakwambia. Mimba stoi, shule siendi, nataka kuolewa na wewe. Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda. Hivyo kaka umetuma? Umetuma uje kugawa dozi kwa wanawake wa mjini? Maana sikuwa mishindo hiyo. Yaani nilivyokuwa nakufikiria,
Yaani sijawaza kabisa kama upo hivyo. Yaani nilikuwa nakuchukulia kama mtu fulani ambaye huna mbele wala nyuma. Yaani nilikuwa sikuelewi. Lakini sasa naanza kuamini kwa nini yule mwanamke wako anakuwa na wivu kiasi kile. Yaani unajua mpaka unajua tena. Yaani umejua kunyosha kiburi changu. Unajua mimi na kiburi? Wewe kaka shikamoo. Yaani Unajua ni kipepeo? Siku zote debe tupu ndilo huwa linapiga kelele. Lakini debe lilojaa huwa lipo kimya tu. Mpaka ulibebe sasa ndio utajua uzito wake. Ila asante. Umenifanya mpaka sasa nianze kukupa heshima ya kipekee. Yaani huwezi amini naanza kukuonea diwivu. Hapana, haiwezekani. Kwa sababu yule ni mke wangu na nimetoka naye mbali sana. Kwa hiyo kumwacha kwa sababu ya mwanamke mwingine siwezi. Kwa hiyo huo wivu naomba ujishikilie tu. Huwezi kunifanya hata kuwa mke wa pili. At least kidogo. Utakaponihitaji utanipata. Lakini kuhusu kukuweka mke wa pili hapana. Nani? Sinakuuliza wewe nani? Ni kumbe Mima. Wewe unawanga huko ndani? Vipi asubuhi kufungia na milango? Kumbe. Yaani mimi nilikuwa nataka nione ajabu. Kipepeo wewe, unavyojua kupenda umbea mtoto wa kike. Saa hizi asubuhi ufuje ufunge mlango kweli? Kumbe humu ndani kuna watu wanashenyetana. Haya, baada ya mishenyento kifuatacho. Sasa mimi mbona una makelele hivyo? Mikelele kitu gani? Nakwambia ukweli wewe, nani usiambie ukweli? We baba we. Vipi hapo mjomba? Kuna nini? Hilo sabufa langu zima hilo nimenunua mwenyewe. Na hapa tu asubuhi nilikuwa nasikiza vitaarabu, hajakwambia huyo? Unachokona nani? Same sinawasaidia tu ufundi hapa. Ufundi kitu gani mamdogo hapa? Hakuna mtoto mdogo. Alia Msomali. We kipe we. Haya wewe. Wewe jamani vipi hapo? Zima hilo. Jamani, usije kunalibia mimi mwenzio. Nishindwe kusikiza vitu vangu vya maana. Hebu Chikonda toka nje bwana. Wenzako tunamwogopa mke wako. Toka. Ndo fundi mangongo unazoga. Mizoga.com. Na ukikono. Haya mwenzetu. Na wewe vipi? Wewe Mima tu ujui. Mwanzo nilikuwa nimezidiwa. Yaani vitu vilikuwa vimenikaa hapa. Ulizidiwa wapi wewe? Ndo tamu ya kwake tu. Tamu zote zilizojaa. Wewe, yaani umeenda kwa mwanaume ambaye kulala shikamo, kuamka malaba. Ndio wewe umeenda kumfuata hapo kwenda kumpa utamu wako. Jamani. Ndo kuzidiwa sana, ndo kuzidiwa gani huko ndugu yangu? Mwanaume ndo hadi huyu Msomali wa kuchovya. Tunamchamba kila siku. Kipepeo hadi kwa Chikonda, Msomali. Hadi kwa Msomali. Anguko lako ni kicheko kwa wengine. Wasindikizaji, wapambanaji wa moyo. Yaani wewe Mima unanicheka bure tu. Wewe hata ujui.
Dunia bwana, nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Maendeleo yakoje? Kwa kweli saizi nashukuru sana. Naona hata kidogo imeweza kuachia. Unaona kabisa hizo sindano ulizonichoma zimeenda kurahisisha na kunipa uafueni. Tofauti na ilivyokuwa ile jana usiku nilivyoingia. Unajua alikuwa ukweni Sasa kule kuna baridi kweli. Na mimi kila ikitokea mazingira ya baridi tu mambo yanawaka. Kila ikitokea baridi mambo yanawaka. Na bora ingenikutia kule ingekuwa rahisi, ningechukua vijiti kwa wazee ningetumia. Lakini nilikuta katikati ya safari. Kwa nikasema hapa akili ya kwanza nimuone mtaalamu wangu. Kwa nashukuru kwa hizi dawa. Angalau sasa hata na mwingine anaweza akafuata. Sawa. Unajua hii henia hii inakusumbua mara kwa mara. Na imekuwa inanitatiza sana. Nimejaribu kuingia deep kidogo ili kufanya utafiti kwamba inavyokurudia mara kwa mara, je, haijaleta madhara mengine tofauti na haya ambayo yanakutokea kila wakati? Sorry. Nafikiri unaweza ukahisi ni kitu tofauti au unaweza ukajisikia vibaya. Lakini kwa uchunguzi ambao nimeufanya, kiukweli hauna uwezo wa kutungisha mimba. Chris Bando ni kitonga mno. Oya. Yaani ukiwa na line ya Halotel 2 unapata GB 10 kwa gharama 10,000 tu na kuendelea. Lakini pia usisahau GB 10 hizo zina uwezo wa kudumu kwa muda usiyepungua miezi 8. Sisi tunamwamini. Wewe unasubiri nini? Utaratibu uko hivi, unalipia then ndio unaungwa. Kwa uaminifu mkubwa jamani. Chris Bando ana namba 4 lakini sisi leo tutatumia namba 2 tu. Hizo namba ni hizi. 0717 04 80 48. Then utapiga tena kwa namba nyingine 07 85 73 63 61. Make sure jina linatoka Christopher Ruoga. Jamani, Chris Bando ni hivi. Kitonga mno. Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipindapinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia ino dunia, dunia ino dunia. Ino dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo, kurudio munachelewa.
hawezi elewa. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa. Mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi. Bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia